Bwana, ikiwa zimekatika dakika 8 pale baada ya mwendo wa saa 2 za asubuhi, mpenzi msikilizaji, a very good morning ladies and gentlemen, popote pale mlipo, nakwambia karibu tena ndani ya Dayo Radio, kipindi 1 ikiwa ni Dayo Breakfast Show. Bwana, unajua tena leo ni siku ya Alhamisi. Tarehe ni 18 mwezi wa 12 mwaka 2025. Alhamisi ijayo. Muda kama huu wanawake takuwa waungua madera. Wewe utakuwa mwanzo, wewe hujanipatia mwaliko mpaka sasa. Nitakuwa kazini. Kwa hivyo mtu akiwa kazini haalikwi? Tutakuwa sote hapa kazini. Tualikanaje? Mbona lakini tabia yako iko hivyo lakini dada. Yaani unajua hii ni Christmas ya 3 tangu juane mimi naye na hujanialika mahali. Ulidhani Idi haitaisha. Very good morning msikilizaji popote pale ulipo. Ni siku nyingine nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ametuajalia. Na tunasema karibu sana ndani ya Dayo Radio. Kumbuka tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii @Dayo Radio. Na pia unaweza kutusikiza kupitia tovuti yetu www.dayoradio.com. Siku zote unaniita Susan Umazi, kiniita mtoto mzuri, mtoto wa Kirabai, itakuwa inafaa zaidi. Bwana, mimi ni Rajab Rashid aka the Coastarian Boy aka the boy from Kisauni. Tupo ndani ya nyumba na vile vile bila kusahau hii siku ya Alhamisi huwa tuko na mgeni ndani ya nyumba. Na vile vile pia simu zetu zipo wazi, unaweza tupigie at any time, na vile vile pia unaweza tutumia SMS ama WhatsApp text pale 0790204487 ikiwa tuko na swali kuu ama tuko na topic ya leo ambayo tunakwambia mahitaji muhimu ya afya ya uzazi kwa vijana wanaobalehe. Kumbuka ndani ya Dayo Radio tunasema siku ya Alhamisi ndio siku ya kukujuza wewe na kukuelimisha mengi kuhusu afya ya uzazi. Afya ya uzazi. Na tunafanya bidii kuhakikisha kwamba tunakuletea watu wanaostahili, mgeni ambaye amehitimu kwenye masuala kama amebobea. Leo basi tutakuwa naye Razia. Atakuwa na kudadavua tu mada hivi kwa undani zaidi. Ikiwa una swali, ikiwa una maoni, nambari zetu zipo wazi 0790204487. Na vile vile pale ukiangalia pale katika Instagram, katika Facebook, ningependa watu basi waweze kuuliza maswali yao pale katika mtandao wa kijamii ili usiache nyuma. Kama ulikuwa na swali linakukereketa, swali lilikuwa linakusumbua akili kuhusu afya ya uzazi, basi leo ndio siku yako. Bwaga maswali yote yale ambayo mimi mwenyewe niko na maswali mengi sana. Najua. Wewe mwanzo shabalehe? Bado. Bwana, sisi tunakwambia tunarudi tena baada ya dakika kama 3 hivi ili tuweze kumkaribisha mgeni wetu rasmi, ili atuweze kutujuza mawili matatu kuhusu swala kuu, swala la afya ya uzazi kwa vijana wanaobalehe. Vijana wapo wengi sana wanaobalehe, lakini ujue marafiki zao. Unajua kule mitaani kuna marafiki ambao tayari wameshasoma, sijui wamesomea wapi. Walimu lakini wana majibu yote. Yaani poko wewe ulisomea wapi hii topic wewe? Malecturer. Poko wewe ulisomea wapi? Ulijuaje? Kwa hivyo leo tuko na mgeni wetu Razia Miraj kutoka sub county ambaye ni AYP coordinator pale, ambaye she's a professional na katika masuala mazima kuhusu SRHR. Kwa hivyo kama uko na swali lolote lile ambalo lilikuwa linakusumbua akili, basi leo ni siku yako. Kwa hivyo tegea Dayo Radio kipindi 1 ikiwa ni Dayo Breakfast ukiwa na Rajab Rashid na Susan Umazi. Tegea, usibanduke, usiondoke, tarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Dayo Radio, kuwafikia na kuwezesha jamii. Anyway msikilizaji, kumbuka tulipokuwa tunaondoka tulikuambia kwamba tukirudi mgeni wetu atakuwa anajitambulisha, na kwa sasa hivi ni muda wake atuambie ni nani, ametoka wapi, anafanya nini, ili nasi tuweze kumjua. Asante sana Susan. Kwa majina mimi naitwa Razia Miraj. Nafanya katika Department of Health. Natoka Nyali sub county na Kisauni sub county. Mimi ni mtaalamu katika masuala ya dhulma za kijinsia, afya ya vijana na afya ya akili. Okay. Umesikia Rajabu? Umesikia? Mtaalamu katika masuala ya vijana, afya ya akili, jinsia. Ndio. Vizuri kabisa. Kuna wengi ambao wanapitia changamoto mbalimbali haswa hapa kwa afya ya akili. Ndio. Wengi wajiona tu
Wajua na wako sawa, wanatembea vizuri, lakini kuna mengi sana vijana. Kuna mengi ambayo yanatokea haswa kwa vijana. Kwa hivyo hii leo msikilizaji, Razia atakuwa anazungumza mengi sana kuhusiana na masuala hayo. Ikiwa una swali, ikiwa una lolote ambalo ungependa kujua, ni muda mwafaka. Na hii leo bwana, katika ile mada yetu ya siku tulikuwa tunasema mahitaji muhimu ya mtoto anapokuwa anabalehe. Wewe kama mzazi hapo nyumbani, labda unaona tu mtoto wangu huyo ankua atazoea. Kuna venye ambavyo inastahili, najua labda mzazi azungumze, ama sivyo Razia? Kabisa. Mzazi azungumze na mtoto wake aweze kumuelimisha. Kwa hivyo hii leo ni siku ya wazazi na watoto, ama kila mmoja kwa jumla. Hata kama hujazaa, kuna siku wewe pia labda unatarajia kuzaa. Yes. Okay. Tuanze hapa katika topic yetu ya leo ambayo iko tunaongelea kuhusu mahitaji muhimu ya afya ya uzazi kwa vijana wanaobalehe. Razia, tuanze nyuma kidogo watu waelewe. Kubalehe ni nini, ama kuvunja ungo ni nini? Asante sana. Mohamed Waziri. Rajab Rashid. Rajab Rashid. Asante sana. So mwanzo tuanze kwa kuelewa huku kubalehe ni nini. Kumbuka ukizaliwa we ni mtoto. Na pindi unapoendelea kukua, ndio sasa mwili wako pia unakuwa. So hapa kwa kubalehe, tutaanza kwa jinsia ya mtoto wa kike, alafu tutakuja kwa jinsia ya mtoto wa kiume. Okay. So kwa jinsia ya mtoto wa kike, mara nyingi kubalehe ni yale mabadiliko ya mwili, ya fikra, ya tabia, ya utangamano na watu, na hata vile anavyofikiria. Kubalehe yani ni full package. Manake ukiweza kudefine afya, afya ina vitengo 4. Afya, ukisema afya lazima utaje mwili, physical aspect ya afya. Then ukisema afya lazima pia utaje social aspect, anatangamanaje na wenzake. Then ukisema afya pia lazima utaje afya yake ya akili. Ukisema afya lazima pia utaje component ya yeye kuweza in terms of emotional, how responsive is this person. Hiyo ndio afya. Na bila kusahau maradhi, lazima maradhi yawe kama changamoto kwako, ndio ili tuseme uko na afya, kwa sababu ule mwili unaleta kinga ya kupigana na yale maradhi. Okay. So unapokuwa mtoto, kutoka kipindi cha umezaliwa kutoka kwa mzazi mpaka miaka 8, 9 hapo, mwili unakuwa, na kila unapokuwa kuna vitu tofauti unaanza ku experience. Mimi nakumbuka ukiwa mdogo ulikuwa hujijui wewe ni nani. Tulikuwa tunatangamana na mtoto wa kike na wa kiume, tunacheza, tunaoga. Lakini inafika mahali mnaanza kujitambua, kweli mimi ni mtoto wa kike. Na mnaanza hata kupeana ile space na wenzako. Kweli. Miaka 5 hapo, miaka 6. Mimi hivi nyumbani niko na watoto. Mmoja tayari ashaanza kusema mimi siwezi kuoga na ndugu yangu mdogo. Mmoja ni miaka 6 na huyo mdogo ni wa miaka 4. Ashajitambua. Na tena ashakwambia, mama, wajua Jidho ni mwanamume? Ni mwanamume. Hata ile nani akikojua ni tofauti na mimi. So unaona watoto wanalana haraka sana. So pinde unapofika ule umri wa miaka 8, 9, unajua depending na body yako, kuna mabadiliko ambayo yana happen. Mtoto wa kike mwanzo hupata ile tunaita hedhi ya kwanza, ambayo tunaita menarche katika hii lugha yetu ya madaktari, lakini ni kuvunja ungo kwa Kiswahili. Sasa hapo anaanza kuhisi mwili umepanuka, vimatiti vimeanza miaka ngapi? Wengine wanaanza as early as 8, 9. Hiyo ndio early age ambayo imerekodiwa. Early age ambayo imerekodiwa katika mabinti. Kwa hivyo usishangae mtoto wa miaka 10 akiwa mjamzito. Ziko hata kwenye Guinness record kuna mtoto wa miaka 9 alibeba mimba. Guinness World Record. Hapo ndo tumefikia. Kwa hivyo sasa usiseme mtoto wangu bado. Lakini zamani watoto wa zamani walikuwa wanakuwa kuanzia miaka 12. Unahisi ni kipi kimechangia mpaka watoto wa sasa hivi miaka 8 tayari yeye ashakuwa na balehe? Imagine ni mwili wa mtu
wajua hapa hatukuweza tafafanua zamani. Lakini ukichunguza siku hizi kuna matibabu, kuna mambo yanaibunika, vyakula unaona. Na sasa siku hizi tunapendanga hizi za supermarket, junk food kutoka shambani. Na they never know kuwa hivi vyakula ambavyo vinatoka shambani, they are the most nutrition foods. Unaona. So pengine nianze kwa kueleza sasa. Sisi katika afya huwa tunasema ule mtoto ameanza transition kutoka ule utoto mpaka sasa anaingia katika ule hali ya ubale ama kijana ambao tunamuita adolescence. Na age ya adolescence, yani kulingana na WHO wameweka between 10 to 19, lakini kulingana na setting za kila inchi wanaangalia, je, huku kwetu adolescence inaanzia wapi? So tukikuja hapa, wengine watakwambia 9 watoto wameanza. Huwa ni asilimia kidogo hapo 9 na 8 kama 10%. But asilimia nyingi ni kuanzia hapo 10 kuendelea. Kwa hivyo ni vizuri sisi kama wazazi tuwe na time na watoto wetu. Kwa sababu mtoto ameanza ku notice some changes. Akwambia, mami, nasikia matiti inauma sana. And then mzazi unamwambia, wacha kunisumbua. Wacha kunisumbua. Kwani pia sisi tulipitia hapo. Unaona? Anakwambia, mami, by the way nimeanza kuona, mami, si unaona siku hizi niko na hips. Mzazi kama kawaida yake hana time. Unajua sisi tumejipatia majukumu mengine. We are always busy, tutafuta pesa. Lakini tumezaa hapo basi. Na huyo anayemtafutia, kumbuka pia atapata walimu huko nje. Kama wewe huna time na mwanayo, atafunzwa. So changes, mwanzo matiti yanakuwa, hips zinakuwa, alafu katika sehemu nyeti kuna zile nyele zinaanza kukua. So anaanza kujihisi kuwa hapa mimi siko sawa. So most of the time mtoto kama huyo ata reach out kwa mzazi. Na mzazi tunafaa kuwa marafiki na watoto wetu. Tuwaweze kuwaeleza. Manake once ushapata hiyo hedhi, na hiyo hedhi inatokea vipi? Lile yai la mtoto wa kike kuna upande wa kulia na wa kushoto. So upande wa kulia, tuseme huu mwezi, ita release ile yai, litaenda katika nyumba ya mtoto. So kuna ule muda tunaita una approach ovulation. Unasikia uchungu, unasikia pain, wengine usikia kuumwa, wengine wanasema huku kwenye kiuno unasikia sijui vipi, kuchoka. Sasa hapo ndio sasa dalili zinaanza. So at that particular time katika ovulation, kama wewe uko na period zako za kwenda siku 28 ama regular cycle, basi huwa tunajua you are in a fertile period. So if utakutana na mtoto wa kiume, hata kwa bahati mbaya, huenda akatunga mimba. Kwa bahati mbaya. Hata kwa bahati mbaya. Kwa sababu wajua sisi peers na youth tunasema kuna ile curiosity. Wacha nijaribu nionje asali. Wenzangu wote wamejaribu na wakafanikiwa. Hawajui kuwa yanakuja na madhara yake. Naweza kujaribu nikafanikiwa kupata mimba, nikafanikiwa kupata magonjwa ya zinaa, STIs, HIV. So huo mtoto katika ule umri wako na ile mioto, nataka kujaribu, nataka kuona inahisi vipi hii. So most of the time wakati huo akikutana na mtoto wa kiume ni mimba itatungwa. Hajakutana na mtoto wa kiume, ndio pale ana shed damu. Ni katika ile hali ya normal physiological process, yani process ambayo binadamu anapitia wakati anapata hiyo damu ya mwanzo. So ndio sasa ina shed, inatoka na uchafu color red. Kwa hivyo ni mtoto amekosekana kuumbwa, ndio lile yai linatoka, na ndio maana tunaita hedhi.
Na hapo kwenye hedhi kuna masomo mengi tunafaa kuambia watoto wetu. Mwanzo ni usafi. Kwa sababu hedhi ni hali ya kawaida ya mtoto wa kike. Huyu mtoto wa kike, kumbuka, akija kuwa mkubwa atakuja kuwa mzazi. Na atapitia hiyo. Sasa ndio atapitia mpaka mwisho tutafika stage tunaita menopause. Pale ambapo Mwenyezi Mungu kifikia age yake atapumzishwa kupata hiyo hedhi. Na itakuja na signs zake pia. Lakini sasa hapo kwenye hedhi, mtoto mwanzo anafaa kuzingatia usafi kulingana na hali yako ya maisha. Kama wewe unaweza kununua sanitary towels ni vizuri zaidi. Na unaponunua hiyo sanitary towel, mfundishe mwanao, usiassume kuwa anajua. Mfundishe jinsi ya kutumia. Na hasa watu na recommend cotton panties. It is safe, it is healthy compared to nylon, compared to other type of material. Alafu pale kwa usafi tunasema mtoto wa kike anapokuwa ananawa, anawe kutoka mbele kuja nyuma, si kutoka nyuma kuja mbele. Hiyo inaweza kuleta infection ama uchafu zaidi. Na utaona mtoto wa kike anakuambia damu natoka, kando na damu pia nasikia kama kunukanuka. Unaona tayari ameharibu mazingara. Na unajua watoto wa kike huwa wanapata nani, mwingine anakuambia jisafishe, ujiweke perfume huko ndani. Hufai kujisafisha na kitu chochote ila maji peke yake. Maji kwa wingi. Maji tu ya kawaida yale Mungu ametupatia. Unajisafisha vizuri, unaensure uko msafi. Na si only katika hiyo menstrual, pia kuna kunuka makwapa. Unaanza kuhisi kuna changes katika makwapa. Unasikia jasho likitoka. Kama wewe si msafi, utakuwa ukikaa mbele za watu wanakutoroka. Ushaona? Mimi nakumbuka ndio tulikuwa na rafiki yetu hapo shule, maskini ndio ilikuwa ndo mara yake ya kwanza. Alivunja ungo kuchelewa, that was 16 years. So that time was her first time. Alipovunja ungo, aliposimama, ikawa sasa kuna damu hapo nyuma na tulikuwa class. So uzuri nilikuwa na sweta. So alipokuwa amesimama, kuna boy mwingine akasema, amejichafua. So the good thing, kwenye ile klasi kidogo kulikuwa kuna ile sense of teamwork. So magirls kwa tunapendana kwa sababu kulikuwa na siri zetu mingi sana kuhusu hao maboys. So tukaenda tukamweka sweta, tukamfunga kwenye kiuno, tukaenda naye kuna walimu wanaitwa guiding and counseling pale shule. Tukampeleka pale, na uzuri ilikuwa tushasoma hilo somo. So mwalimu ilichukua less time kumweleza, but wajua hii information ingekuja kwa mzazi polepole kukaa na mtoto wake, yule mtoto hangejihisi kama it was a new thing. Kusoma ni tofauti na real experience. Utasoma mengi kwenye kitabu, lakini when the real picture comes, my friend, unashtuka kidogo. Even myself nilisoma, lakini niliponipata nimefikiwa nikasema sijui ni jipu, sijui manake you feel that pain haiko sana. Imetoka tu na unashangaa pengine kuna jipu kuna katika wapi sasa. Yaani unajaribu kuimagine. By the time mama nikalisha chini ananiambia sasa umevunja ungo, nikakumbuka ndio yale tulikuwa tumeambiwa shule. So it's good to have a sister, mom, even aunt guiding you. And our brothers should also support our sisters. Because hii menstrual si mtoto wa kike. Kumbuka huyu kaka atakuja kuwa boyfriend ama atakuja kuwa mume wa huyo. Atazaa mtoto wa kike labda. Kabisa, lazima tujitokeze na tulinde watoto wa kike. Manake we should be a brother's keeper. Msikilizaji, hayo ni baadhi tu ya maneno ambayo tunazungumzia ukuaji wa mtoto wa kike. Lakini kumbuka hapa tunazungumzia jinsia zote mbili. Tulikuwa tunaanza tu na mtoto wa kike. Ni mambo ambayo kwa kawaida tunaona tu ni vitu vya kawaida. Mzazi unasema atazoea. Lakini ile kukaa na mtoto, kuzungumza naye, kumweleza kabla. Unajua mambo mengi sasa yameachiwa walimu. Si atafunzwa shuleni. Lakini yule mwalimu pia, wewe kama mzazi unamsaidiaje ikiwa pale nyumbani? Sawa, leo imempata shuleni, kesho ikimwanzia nyumbani.
utafanyaje? Na tukaambiwa paka kuna zile panties ambazo zinahitajika. Wengi wajua tu panty ni panty, lakini they prefer cottons. 100% cotton. Zinasaidia. Jinsi pia ya kumweleza mtoto wako aweze kujiosha kuanzia mbele kwenda nyuma, sio kuanzia nyuma kwenda mbele. Yani mambo ambayo unajua ukielezea mtu ataona tu mambo ya kawaida, lakini these things matter a lot. Ndio mtoto mara anawashwa, anajikuna, anaanza kutoa harufu ambayo it's not pleasing. Ni vitu ambavyo kama mzazi ama mtoto wa kike unastahili kuzungumza naye, unastahili kumweleza. Tunaenda mapumzikoni kidogo, tukirudi tutakuwa tunazungumza mengi, na tutakuwa pia tunagusia jinsia ya kiume. Maana najua watu wanasema mbona wazungumza kuhusu wasichana pekee yake. Tutarudi na kuzungumzia kuhusu jinsia ya kiume. Dayo Radio, kuwafikia na kuwezesha jamii. Kabla tuzame tu kwenye awamu yetu ya pili, tuweze kuzungumzia mtoto wa kiume. Kuna swali hapa kutoka kwa DJ Sule Sulesh. Anasema sasa mtu anaweza kucontrol vipi hisia zake wakati huo wa adolescence? Tumesema kwamba wakati ule ndo huwa mtoto ako moto, anataka kujaribu hii naonjaje, mbona nasikia hivi. Sasa wakati kama ule anajicontrol vipi? Ni DJ Sule Sulesh huyo kutoka Mishomoroni. Asante sana. Thank you very much DJ Sule for the good question, ama kwa swali zuri. Mwanzo hisia ni emotions. Na emotions mwanzo inaanza na discipline. Sawa? Mzazi anapokuambia yale mabadiliko utakayopitia, tabia utakazopitia, mtoto mwanzo akiwa na mzazi wake amemweka karibu kama rafiki, anaelezewa yaliyojiri na atakayojiri katika maisha yake. Pale ataambiwa ukiona hivi utaanza, kama kwa changes za mtoto wa kiume, utaanza kile ukiona skati imepita, utaanza kuona kile kidude kinainuka. So pale unamtarisha yule mtoto kumwambia kuwa one, hiyo ni normal change, but ukiwa na ile nidhamu basi uende ukapita mtihani. Na pia unamweleza matokeo baada ya kufanya kile kitendo ama kutamani, huenda kajiingiza katika ngono ya mapema ambayo itakuja kumletea madhara baadaye. So with a lot of information, ama ukimpatia information nyingi, yule mtoto anaweza kutake a decision. Akasema by the way mimi nitachill. Unaona? Na hapa kieka katika akili yake kuwa yeye atachill, ameweza kudhibiti hisia zake. Kwa sababu kumbuka hisia zinaenda sambamba na vile unahisi, vile unafikiria, na vile utakavyo portray tabia ama karakta yako kwa wenzako. Ndio maana tukasema ni vizuri wazazi ama guardians waweze kuwaeleza mapema. Naona hapa wazazi wana play a bigger role. Wazazi ndo the key point. Tunasema wazazi wazungumze na watoto wao. Unajua pia kuna ile akili ya Kiafrika, mzazi kuweza kukaa na mtoto wake kumwambia mwanangu ukiona imeinuka, jamani usifikirie hivyo venye unataka kwenda kufanya, kuna madhara yake baadaye. Anaona mimi siwezi kuzungumza na mwanangu masuala ya ngono. Hii dhana ya wazazi ambayo bado iko nyuma kidogo, naona pia ndo inazidi kwa wazazi wengi bana ambao walitufundisha kwamba hiyo ni dudu, inaitwa dudu kwanza. Ukiona soma na mwanamume pale, shauri yako, wanaume si wazuri, utapata mimba. Na watuambii mimba utaipata vipi? Jana naomba usisimame naye tu, kama jana tumeambiwa pale na mama Irene Rando akasema mama alimwambia mtoto wake akike usisimame na mwanamume pale utaingia mimba. Akaenda kalala naye. Umeona sasa? Kwa hivyo nafikiri hatujapata ile friendship between the kids and their parents, wakae chini waelezane kinagobaga. Lakini wewe unafikiri wale wazazi wetu, wachana sisi ambao wazazi wa sisi we call a spade a spade, wazazi wa 90 pale, lakini kuna wale wazazi wafikiri sasa mimi mama naweza kaa chini na mamangu, mama bana mimi nasikia sijui hisia zangu ziko vipi, nikimwona mwanamke amepita pale mwili wangu unaanza kuvibrate. Hakuna hata that closeness ama hiyo friendship. Hakuna friendship, hakuna closeness ya wazazi wetu. Sisi ambao tumepitia katika, sisi wazazi wa 2000, wazazi wa tuseme hapo kuanzia 90s hapo kidogo tumepitia, tumesoma katika mitandao. Wakati wazazi wetu hakuwa na mitandao, sisi tumeengage katika hizi forums, katika hizi open discussion, mara kuna outreaches, mara sikia leo sijui
Kiko Depo kuna kitu fulani, unaambiwa nenda pale. Sasa wewe kama mzazi unajifundisha mapema. Umeona? Lakini wazazi wetu kulikuwa na outreach kweli wakati huo, kulikuwa na open discussions, kulikuwa sijui na public participation, alikuwa hakuna. Sasa wale wazazi wengi vitu vingi hawakujisomesha wakati huo. Sisi wazazi wa saizi ndio tumefundishwa. Saizi kuna maorganization mingi sana yafundisha watu. Wewe sasa uko katika organization, unaelewa kila kitu. Ukipata ujauzito wakati unajifungua, wewe na mume wako kama mmekuwa mmejifundisha mambo, itakuwa rahisi kukaa chini na watoto wako kuwaeleza kinaga ubaga kuhusu vitu kama hivi. Msikilizaji, mada yetu ya leo tulikuwa tunasema mahitaji muhimu ya afya ya uzazi kwa vijana wanaobalehe, na tukazungumzia kubalehe ni nini. Tukaanza kwanza kudefine what is kubalehe. Tukasema ni ile hali ya mtoto kukua kutoka kwa utoto kuelekea utu ukubwa, na tukaanza kusema yale zile signs za mtoto wa kike tukazieleza, tukaambia na wazazi, jamani, mukae na watoto wenu mzungumze nao. Sasa hivi tunaenda moja kwa moja hadi kwa mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume naye anapobalehe anakuwa vipi? Asante sana Susan. Mtoto wa kiume mwanzo kuna kitu kimoja wa mwenyewe hapendi kukionyesha. Kile sauti. Wananguruma. Niko na mtoto wa kiume nyumbani. Whenever akiona hiyo bezi nataka kutoka, ananyamaza. Unamwona na nod kichwa. Naambia baba kuna nini? Sauti. So, kuna ile shyness. Anaona kama watu watajua bwana nimeanza kukua. Unaona? Alafu sasa shoulders hizi zinapanuka. Alafu sasa wengine huwa wanakuanga na nyele za uso. Alafu kule kwenye sehemu nyeti pia nyele zinaanza kufanya nini? Naanza kutoka. Na hapo sasa ndo anaweza sasa kuinusha sehemu yake nyeti. Sijui penis tutahitaje. Pata erection. Anaanza kupata erection. Alafu sasa kuna ile tunaita wet dream. Akiwa amelala kuna kama erection na kutoa maji. Na wajua mtoto wa kiume akianza kutoa hiyo maji anakuwa pia na haya. Kuna usubuhi unaamka, mama angalia nimejikojolea hii. Baba umekuwa. Hainuki mikujo lakini so it's good to have a friendship with your son. Especially mzazi wa kiume hawezi kumwelezea mtoto wake wa kiume because yeye akona real life experience. True. By the time mtoto anakuja kwa mam ni kumreassure tu, anamreassure. Manake the best teacher ni ule mzazi, kwa sababu yeye amepitia hapo na amekuwa na changamoto na zile changamoto alizopitia pia ataweza kumdokezea mwanae. Kwa hivyo na kando na hapo kuna hiyo anakuwa haraka mtoto wa kiume. Mimi my son hivi tukisimamishwa mimi na mtoto wangu sahi amenipita height. Amenipita na mwangalianga hivi. And the dad ananiambia huyu atakuwa big, atakuwa mrefu na jinsi za wapi huyu. Because at 12 mimi na yeye we are in the same height. Ndio wengine uinama sasa. Habari ndio hiyo. Jikunja. Sasa huyo wangu hata ni competition na mama mimi nimekushinda height. Unaona mimi ni American height. Kidogo ako proud na hiyo. At least amejikubali. Alafu pia kuna as the changes are happening katika mwili wako, kuna pia ile kusweat, unatoa a lot of sweat, a lot of smell, jasho kali. Ukiwa wewe si msafi, kama nilivyo repeat katika mtoto wa kike, pia mtoto wa kiume anahitaji cotton costumes. Boxers za cotton mzuri sana. Na usafi kwa wingi, kwa sababu katika sehemu nyeti pale tunasema yale magololi ya mtoto wa kiume huwa yanashuka vizuri. Lakini punde yale magololi kiwa hayajaanza kushuka, hapo sasa ndo tunaanza kuangalia shida za mtoto wa kiume. Wengine huwa wana delay kupata hayo magololi kushuka vizuri. Wengine huwa kuna kitu tunaita acne kwenye uso. Imefura kama pimples lakini iko color black. Okay. Unaona? Zinakuja kwa wingi.
Unaona, that is also like a small challenge, lakini haimaanishi kuwa it cannot be addressed. Inaweza kuadresiwa. Na pia kuna watoto wa kiume wengine mashallah wamekula vizuri, so inafika mahali kwenye kifua wako na matiti kwa kuwezi kutofautisha ni mtoto wa kiume ama wa kike. So hiyo mara nyingi huwa ni hormone moja imezidi. Unapoenda kwa daktari wako atakushauri na kuna dawa atakupatia. So a boy child, hizo changes zote tumezitaja, road and shoulder, voice ina deepen, wet dreams, pubic hair, yani hizo zote zina happen kwa mtoto wa kiume. And it is a normal process ya kugrow. Na akili sasa hapo imeanza kuchapa, yani curiosity. Anataka kujua vipi yeye atajiprove kama ni mtoto wa kiume. Ndio pale anataka kwenda kurusha jaribu. Kila pale anataka tu Ashaambiwa pale nyumbani na baba kwamba sasa wewe mwanangu ushakuwa mwanamume. Nataka kuonyesha ule uume ground sasa. Uume ninaambiwa nishakuwa ni upi. Umeona? Sasa lazima pia na yeye pia aenda akajaribu kule nje. Na akijaribu sasa anasikia amepata mwenzake ambaye pia antimia. Alafu mkaza mwana anakuja nyumbani akiwa mapema. Sasa amebaki mimi siko tayari kwa majukumu. Utakuwa unalea watoto wawili. Mwanao mwenye mtoto amekwenda akakuletea mtoto mwenzake. Unaongezewa, kama ulikuwa na wawili unaongezewa watatu. Kuna swali tu katika pite ambazo tumeweza kupita kuzungumza na watu tofauti. Mtoto wa kike anapoanza kubalee, anapoanza kumea matiti. Yale matiti ya wengine hutoa maziwa nasikia. Is that normal? Thank you very much. Anapotoa maziwa at first we think as not normal kwa sababu at that particular juncture we don't expect ya kutoa maziwa. So anahitaji kwenda kwa daktari wake apate matibabu. Lakini wakati unapokuwa mjamzito kumbuka kuna preparation ya mtoto kupata ile nyonyo ambayo itakuwa na maziwa. So kuna certain period unaona maziwa inaanza kutengenezeka na maziwa inatoka. Lakini ukiwa mjamzito. Lakini katika ile hali ya mwanzo wakati unapata hedhi hatu expect. Na hata hii matiti ikiwa very painful, it's also like a sign kuwa pia nenda kwa zahanati ama hospitali ukapate ushauri zaidi. Mambo kama haya yanatokea. Alafu tukimzungumzia sana hedhi. Unajua hedhi watu wajua tu ni damu nyekundu zatoka. Lakini huwa kuna rangi tofauti. A normal period ama damu zile normal zinafaa kuwa rangi gani? Manake wengine hutoka paka madonge na mzazi hata ataka kujua, ameshamnunulia mtoto pads, ameshamwambia siku yako italast tu kama siku 5 siku 4 mama, hata ataka kujua ule uchafu unaotoka ukoje. Je, kuna a specific color? Ikipitilizia hapo unajua huyu hayuko sawa, ama ikitoka madonge mengi unajua huyu hayuko sawa. Okay, asante sana kwa hilo swali. Wajua watu wanazungumza na experience. So damu inakuanga kala ni ile lakini kuna zile mapande kidogo. Ndio, yani ni kama uterus imeshed. Sawa. Ikished inatoka na uchafu wake. So ule uchafu wake haitakuwa fresh blood. Itakuwa reddish kuendelekea kama brownish, lakini sana red inajitokeza zaidi. Na yale mapande yanatoka reddish na kuchanganya kidogo na brownish. Na natoka the first 4 days ndio unaona hiyo damu inatoka kwa wingi na ule uchafu unatoka kwa wingi. As ukiendelea inaenda ikibadilika mpaka dakika za mwisho wengine wanasema naona kama kala yellow si yellow. Unaona? It's like inamaliza. We are summarizing that phase ya menstrual period. Wengi huwa wanapata damu between the first to 4 days. Wengine inaenda mpaka 5, but maximum ni 7 days. If it goes beyond 7 days, something is wrong. Hiyo tunaita heavy bleeding. Ukianza kupata heavy bleeding na inaenda
mpaka day 14. Usingoje mpaka mambo yakaharibika. Naambiwa kimbilia katika kituo chako cha zahanati, uulize daktari. Okay. And then another thing, tumesema hii transition between utoto mpaka utu uzima. Ni vizuri between the age of 8, 9 ama 9, at least by 14, 15 huo umeshapata. But ukifika miaka 18 na hujapata mtoto wa kike, mtoto wa kiume, you also need to go visit your daktari. Okay. Kwa hivyo usingoje wewe Rajabu ukasema unchelewa mwanangu, tapata tu. Miaka 18 na bado hujapata hedhi yako. Anza kufikiria. Msikilizaji, tunakupa muda na wewe uweze kuuliza swali lako. Kuna dukuduku, najua kuna wengi ambao wameweza kutolewa taka masikioni. Wakati ni sasa, unaweza kupiga simu, unaweza kutuma ujumbe mfupi 0790204487. Unaweza kutuma tu ujumbe mfupi na swali lako kwa Razia, yuko hapa atakuwa anajibu swali lako. Pale kwenye mitandao yetu ya kijamii ni @DayoRadio, Facebook, Twitter, Instagram, na kwa faida ya msikilizaji tupo live kwenye mtandao wetu wa TikTok. Utakuwa unamuona Razia na pia unamuuliza swali, anakujibu kinaga ubaga. Tutakuwa tunarudi muda sio kwa mrefu. Dayo Radio, kuwafikia na kuwezesha jamii. Msikilizaji, ni itilafu tu kidogo za kimitambo ziliweza kutokea, lakini tumerudi tena kwa mpigo na bado tupo naye Razia hapa. Aendelee kutufunza, aendelee kutujuza mengi. Kumbuka tulipokuwa tunaanza tumesema jamani, health iko na vipengele vingi na tukaendelea tu kuchanganua, lakini kwa sasa hivi nampa tu muda aendelee kutuelezea. Tumezungumzia mambo mengi, lakini sasa nataka tuendelee kuzungumzia. Tumesema kuna changes mara nyingi. Haya, tueleze, muda ni wako sasa. Asante sana. Kuna zile tunaita social ama kutangamana na watu, na zile emotional changes. Wakati wa vijana wetu wana experience wanapofika katika kuvunja ungo. So ni kama utaanza kuona kuna sudden change of moods, yani moods inabadilika. Wanaanza kubehave vifanifani, both girls and gender. boys. Hizi sasa zina happen kwa wote. Ukimwambia kitu wako na mashindano, hataki kusikia, naona yeye anajua. Hiyo ni change ya kwanza. Wengine huwa wanakuwa na haya zaidi. Wanakuwa na haya zaidi. Wengine wanaenda kwa marafiki zao, wanapata ile changes, wanajiassociate na wale ambao wamepitia hiyo changes. Wanaona labda pengine mzazi hawezi kujua hiyo, so they rely mostly kwa marafiki ama kwa the same peer of the same age. So unaona sasa hapo kuna hiyo ndio unauliza mwenzako, wewe pia bado kwa nimeshaanza. Sasa hapo ndio wanadanganyana. Ndio wanaanza mahusiano. Mahusiano inaanza hapo sasa ndio wanaanza ile curiosity ya kutaka kujua na kutaka kuona, je, nikifanya hivi matokeo yatakuwa yapi? Kando na hapo pia wako na ile behaviors. Wameanza kuwa na zile behaviors za kutaka seek attention ya mzazi, ya mtu ambaye yuko karibu nao. Wanafanya mambo yani ndio ili wajulikane wako tena wako sana. So ukianza kumwona kijana wako ameanza kukuonesha kuwa mimi nipo, mimi ndo mume, na maswali dukuduku, usiwe mwepesi wa kumdismiss. He's just anahitaji umsikilize ndio muweze kuhave a conversation. Tunaita vital conversation. Kando na hapo wanataka kuexperience vitu vipya vipi. Ndio pale nilipokuwa nimesema curiosity. They will try many things. Watajaribu vitu vingi. Kwanza have relationship. Watajaribu pia have sex. Na wengine pia wanajiingiza katika mihadharati. Na Mombasa unajua ni key area. Ndio kwenye kitovu sasa. Jaribu hii nakwambia inakufanya uwe na miujiza. Sasa hapo wanaanza kudanganya. Alafu sasa wanataka ile independence yao na privacy. Sasa hapo wamejitambua kwa wao pia wanaweza kumake decisions. So wanataka ile privacy. Ukiingia kwenye room ya mtoto wa kike ama wa kiume, nakwambia mama, muone kama na change nguo. Naona?
So at that age tukue very careful with our kids. Kwezi kuna hii technology facilitated GBV. Mtoto unamwona ana simu na hujampatia pesa. Hizo pesa zinatokea wapi? Kumbe mwenyewe anajipiga uchi akipost mtandaoni. Analipwa. So pia wako at that time wanajaribu kujiexpress, wanatoa hisia tofauti. Kuna wengine wanatoa hisia nzuri, wengine wanatoa hisia ambazo hazifurahishi. So pale nyumbani wazazi mnapogombana, mnapoonesha hulka zenu ambazo zinatofautiana katika positive parenting, basi inakuwa shida. Kama baba wewe kazi yako ni kumrepia mama, ama mama kazi yake ni kumrepia baba, basi pale panakuwa it's not a safe space for this young person. Watakimbilia nje. Kwenda kutafuta safe space. Na huko nje naomba mjini ni shule. Funzo vizuri na ulimwengu kabisa. Either wakuweke in a positive, yani katika hali ya kisawa, ama wakwambie tujaribu hii, tujaribu. Wazazi wako wenyewe hata mambo hawayaelewi hawa. Wao kila siku ni kupigana. Kila siku ni madrama huko nyumbani. So wanakimbilia nje. Na hiyo pia ndio stage sasa mtoto wa kike anaanza kumwangalia mtoto wa kiume kwa njia tofauti. Anaanza kuwa na ile hisia ya upendo. Na muona yule Rajab Rashid anakaa tu ako mzuri hivyo. Na nikiangalia Susan Umazi hapa pia amejipa hiyo ndio age sasa imeanza. Mambo yanaanza kuchibuka. Na sasa ndo wanaweza kumake decision zao at this particular age. So waambiwa udongo ukunjo ungali maji kabisa. Hiyo yani start this journey as early as that age, between 8-9 mpaka huko wakiendelea. Kwa sababu ukichelewa utapata mwana si wako, na social problems and emotional problems if you do not jaribu kuzitackle, basi matokeo yatakuwa huyu mtoto ana shida ya kuform relationship, mahusiano na watu. Leo yuko na Rajab, mpatie wiki 2 ashakosana na Rajab, ameenda kwa mwingine. Kwa sababu pale nyumbani mazingara yako duni, mabaya. Mama na baba wanachapana, mama na baba wanatukanana, mama na baba hakuna amani, paka yule mtoto anaona ni outcast. Pengine yeye amekuja kwa sababu ya So unaona sasa mambo yanaenda kiharibika. Alafu sasa tumesema pia pressure. Hiyo nao ni problem. Especially kama inaenda katika njia ambayo si sahihi, ya kuintroduce yule kijana katika madawa ya kulevya, have ngono mapema, which we are discouraging. Unaona, yule mtoto lazima awe na malengo ya kusoma, malengo ya kujitafutia maisha. Si kama hapa Kisauni wakali kwanza. Wale sikutaka kwao. Hawakupata msingi wa nyumbani na mwongozo pale nyumbani. So wametokea nje na nje wakapata mafunzo. Pia kuna zile tabia ambazo hazieleweki. Yani wao they always katika mapigano wako too aggressive. Wao ukimwambia kitu kidogo, yeye yuko tayari ngumi. Hawezi control emotions zake. Hana emotional intelligence. Haezi hisia tayari. Wengine watakwambia na hasira kama babake huyo. Hapo basi hakuna hata muda wa kujua hii chanzo nini. Na mwisho wanaishia na esteem, yani low self esteem. Yani hisia, yani esteem yake, yani vile anavyojiweka, vile anavyojipackage kama binadamu, anaona kama watu wanamdharau, watu hamthamini. So all this ni problems zinaokaa wakati wa social and emotional change. Naomba tu niwapatie tu break ya healthy relationship. Ikiwa yuko kwenye relationship ama mahusiano na wenzake, hii healthy relationship ni nini? Kama uko kwenye mahusiano, yule mwenzako awe mwepesi wa kukusikiza wewe. Sawa sawa? Nyote mnawasiliana. Usifiche hisia, asifiche hisia. Na muwe in constant muna communicate na mwenzako. Sawa sawa? Na kuwe na trust na respect. Ni muhimu sana katika maisha ya Gen Z, vijana wetu wa Gen Z. Sawa sawa? Alafu mara kwa mara kila mtu awe na time ya mwenzake, kumjulia mwenzake. Ukiona make post kwenye mtandao, kwa herini, na amekwambia njoo nikupatie zawadi, amekupatia zawadi kitu ambacho hawezi kukupatia,
huyo tayari akona signs za suicide. Anapitia changamoto za maisha, afya ya akili hapo imedorora. Kuna ile tunaita positive stress. Yani stress katika maisha ya binadamu ni kawaida. Sisi tunaishi na changamoto za binadamu. So hiyo stress ni mzuri na inaweza kuwa mbaya. Stress inaweza kuwa mzuri, ukafanya kazi zako za kawaida, ukaja ukafanya kazi, ukajenga jamii na ukaenda ukahamasisha watu. That is a good stress. Lakini sasa ile bad stress ni ile stress imepita kiwango mpaka sasa umeanza kujitumia madawa ya kulevya, kunywa pombe ukiona unamaliza stress. But in the end run unajiumiza. Na afya ya akili tunasema nini? Vile ninavyofikiria, vile ninavyohisi, na vile ninavyotoa ile picha tabia yangu kwenye umati wa watu. Hiyo ndio afya ya akili. Ukiwa na afya ya akili nzuri, basi unaweza kufanya yale majambo yako bila wasiwasi, kwa sababu afya yako ya akili imetulia. Na pia unaweza kucontribute katika community yako kwa njia nzuri. Kwa kuhamasisha wenzako ama kwa kutoa michango kama wewe una uwezo. Ushaona? Na pia ukiwa na afya ya akili, kutangamana na wenzako inakuwa mzuri. Una socialize na wenzako bila tabu. Lakini ikiwa afya yako ya akili haiko hapo, unaona ndio shida zimeanza. Right. Kunalo swali ambalo limeweza kuulizwa na watu kama watatu. Hamso Manyunyu, Lucy Sugar, na Joshua hapa. Unasema ni wakati ama muda gani mtoto anafaa kutumia family planning? Asante sana kwa swali zuri. Mwanzo family planning, kama wewe ni young person tunasema between the age of 10 to 24. Me I believe kuna time ya kila kitu. True. Sisi tunasema ukubalehe, time inaanza, wengine huanza mapema, wengine huanza kuchelewa. Lakini family planning mi sioni kama ni haraka sana vile. Jipatie time ya viungo vyako kukua. Your body structures kukua. Akili kukua. Kuna time ya kila kitu. Na katika AYP strategy tunasema the best option ni kudelay sexual debut. Yani to delay ile kuanza ngono mapema, kwa sababu ngono inakuja na maafa yake. True. Ukiwa unajihusisha ngono kama ni mtoto wa kike, kuna hiyo tunaita HPV, human papilloma virus. Inakuja na sasa ni kansa ya mlango wa kizazi. Kwa hivyo there is time for everything. If umefikia malengo yako, umepata kazi, you are at around 24, 25, why not? Hii time focus, kuwa na purpose, kuwa na malengo. Nyinyi ndio viongozi wa kesho. Na hatuwakatazi kufanya contraceptive. If you are a vulnerable mom, tayari ushapitia, una watoto wawili, then we will give you different family planning kulingana na mwili wako, kulingana na condition ambao uko nayo. Manake ukienda zahanatini, utapimwa pressure, utapimwa temperature. Utaambiwa hii pressure iko sawa. So utaambiwa kwa pengine uko na maradhi ya kisukari, uko na maradhi ya pressure, ama kuna dawa unatumia. So kama kuna dawa unatumia na tunaona hii na hii haiendani, because zile contraceptive ni dawa. Ni hormones zinaongezwa pale ndani, ndio kuzuia wewe wakati una release yale mayai yasiende kakutana na mayai ya mwanamume. Na ndio hapo upati hiyo mimba. So mimi nawaambia, natoa siha kwa vijana wenzangu. Kama unaweza kuwa na ile delay sexual, yani kudelay kidogo, self control, it is the best. But kama tayari uko kwenye hiyo changamoto, tayari una watoto wawili, and you cannot take it, then ukienda kwenye zahanati watakupima. Kuna ile huwa tunaangalia huyu kulingana na mwili wake, kulingana na pressure, kulingana na nini, na kulingana na zile changamoto aliyopitia. Unapatiwa njia zote, kwamba hii itakufaa, hii itakufaa, ni wewe na mwenyewe utajichagulia. Peter Mbonge hapa anasema nasikia kuna family planning zingine huchangia fibroids na cancer. Tafadhali mgeni wetu atueleze zaidi. Anatupata akiwa Mtito Ndei. Asante sana.
sitasema family planning inachangia fibroid na cancer, but ukimisuse, mimi nitakwambia hivi, vijana siku hizi wana misuse family planning, especially P2 postnatal. Postnatal mtu anakula kama peremende ya asali jamani. Kila have sexual intercourse anameza. Sasa hiyo una misuse ile dawa, na madhara yake ndio inakuja kama hivyo. Unaweza kupitia usipata hata mtoto, ina delay kabisa hata kupata huyo mtoto, ama baadaye hatari kama hizo fibroids zinaweza kupatikana kwa sababu ya kutumia unakula kama njugu. Tena hata uende kwa daktari. Wajua siku hizi wanaenda chemist. Wale chemist. Sasa labda utueleze zinafaa kumezwa labda kwa mwaka ama kwa mwezi. Ni njia gani ambayo tunafaa? So for postnatal ndio maana imeitwa emergency contraceptive. Inatumika wakati wa dharura. Na dharura haiwezi kuwa kila siku wewe unapata dharura. Umebakwa, basi zile postnatal ndo zinatumika. Umeingia katika mahusiano na unaona haya mahusiano ule alikushika kwa nguvu na ni mtu wako na hukutaka kumripoti, basi muda ule unaweza kutumia. Labda umebakwa, usiende kwa circumstances akameza kama njugu. Sasa kuna mwingine hapa anauliza ya kwamba mimi sijazaa na sijaelewa, je, naweza kutumia family planning? Swali zuri, na ni swali ambalo pia linahitaji uchanganusho kwa undani. Most of the time we discourage wa mama ambao msichana ambaye ako katika ile hali hujui mwanzo kizazi chako ni aina gani. Tumekupitia changamoto na wasichana mbalimbali. Wengine walianza kutumia family planning mapema, tena zile za tembe zao. Hataki sindano, hataki nini, atakaza tembe. Kumbuka you are introducing hormones kwenye mwili wako. Body imeanza kuzoea zile hormones. So by the time umekuja kuolewa unataka mtoto, ina take time, as many as even 10 years watafuta mtoto upate. Na ndio maana unaambiwa if you can delay sexual debut, then hapo kwa family planning utakuwa you've play safe. Manake most of us we think tukifanya ile family planning to solve issue ya unwanted pregnancy. Lakini kuna magonjwa ya zinaa. Hapo napo tunasahau. Condom ile ambayo unaidharau, ile condom inaweza kuserve two purpose. Inaweza kuwa dual method. Inaweza kukinga hiyo mimba na inaweza kukinga magonjwa ya zinaa. Kwa hivyo we need to know kwa as much as family planning tuna advocate for them, but pia kuna circumstances where we can tell this person please, kama unaweza kutafuta mbinu mbadala kama condoms na nini, pia ni sawa. Right. Cha msingi hapa tunachojaribu tu kusema ni kwamba kila kitu na wakati wake kabisa. Kuna mwingine hapa anauliza, je, family planning husababisha mtoto kutoka na ulemavu? Swali zuri. Mara nyingi mtoto kutoka na ulemavu it's not related to family planning. Babangu ama mtu wangu, mamangu wa karibu, wakati alipokuwa mjamzito hakwenda kliniki, alikuwa akifanya mambo yake huko chini kwenye ground. Enda kikandwa. Enda kukandwa. Alafu kuna hizi dawa mihaso, sijui ni yani kila ukule kwenye community kuna madaktari wewe. Hao wanaongelea madaktari wa mitaani tu. Watakupatia herbal, watakupatia nini? Kumbuka yule mama diagnosis kabisa. Yule mama anahitaji zile folic punde anapojitayarisha kuwa mjamzito. Na immediately ukijua uko mjamzito, please, kliniki zenu za serikali ni bure. Kama uko nasha, kwa nini iku stress? Nenda tu patiwe hizo dawa. Uanze kujenga neural tube ya mtoto mzuri. Si mtoto anazaliwa hata kushingwa hezi kuinua hivi. Alafu kama we ni mzazi na umekuwa ukinywa pombe, umekuwa ukitumia mihadarati, unaweza kumuaffect mtoto kule ndani. Na pia kuna magonjwa kama syphilis. Kama hujaenda kliniki, ukajulikana uko na syphilis, ukapatiwa dawa, mtoto aweza kuzaliwa kipofu. Mtoto aweza kuzaliwa na madhara mengine. Kwa hivyo family planning la hasha.
haiwezi kuleta mtoto mlemavu. Mimi naweza kukuambia family, kuna mwingine alizaliwa na aitwaje kopa, mtoto sawa kabisa. Mama alikuwa shafanya sex, kisha akaulizwa last time yako kufanya sex ilikuwa lini? Akasema kama siku 3. Akamwambia lakini hata tukipima hii mimba hatutaiona kwenye mikojo sahihi. So ukiwa unatumia hii kopa kwa sababu ya kutaka kutoa mimba, hautaitoa. Kama ni mimba imetungwa itaingia tu vile vile. Na siku utakapozaa utazaa na ile kopa yako. Right kabisa. Nafikiri mambo yamekuwa mazuri na mambo yamekuwa mengi sana. Maswali yale ambao vijana walikuwa wanauliza katika mitandao, wengi sana walikuwa wanataka kujua the appropriate age ya kutumia FP, na wengi kwa wanajua kwamba washaambiwa kule mtaani ya kwamba hizi family planning zinasababisha mtoto kutoka na ulemavu. Na wengi wanasema mimi sijaolewa, je, naweza kutumia family planning? So ni wengi ni kama wanasikiliza madaktari pale maskani. Tukikaa pale katika salon na wenzetu, kila mtu anakupatia mawazo yake. Mimi nilitumia nikasikia mwanzo kuna hizi side effects za FP. Kuna mwingine anapata headache, mwingine anapata kisunzi, mwingine anasikia kutapika, wengine hawahisi hamu ya chakula, wengine kisunzi, wengine unenepa, wengine kunona, wengine hamu ya chakula hakuna, wengine pia wanasema hamu ya kufanya sex pia inapotea. Je, ni kweli hiyo? Ni kweli. Those are some of the side effects za family planning. But we usually tell, ukianza kuhisi severe headache ama kuanza kusikia chef ama nini, njoo hospitalini. Kuna dawa utapewa. Na if ikiendelea despite hizo dawa kupewa, unaambiwa basi hiyo method haiendani na wewe, jaribu na unajaribishwa ingine. Kumbuka zile ni family planning, ziko na hormones. Kwa na kila hormones inafanya kazi yake, na mwili wako hauwezi kuwa sawa na mwili wangu. Pengine mimi nimependezwa na coil, na mwingine akajaribu kweli haikuendana naye, akapatikana na infection. Kwa hivyo watu wako tofauti. Na kile ambacho kitawaka kwako haimaanishi kitawaka kwa rafiki yako. Kweli. Usiambie mwenzako mimi ninaeka coil kaeke wewe pia. Mimi anisaidia, daktari mwenyewe. Implant mimi hapana. Tuko tofauti. Hormones zetu zipo tofauti. Na hii, na kuna watu wanasema kwamba mwanamke akitumia family planning huwa ile hisia kufanya mapenzi na mume wake huwa inapotea. Huwa iko pale kama gogo tu. Zile ni kweli huwa zinakata hisia. Not really, but when you gain weight, wewe mwenyewe jiangalie. Ukiwa na weight kubwa, because family planning, some of the family planning wengine huwa wana gain weight, hata ile kupumua inakuwa ni shida. So ukigain weight, ikiwa kupumua ni shida, hata kufanya ile mazoezi ni shida, utaweza hiyo kazi utaiweza kweli? Si family planning, ni ile kugain weight ndio inakufanya hata mambo mengi yanakulemea. Very true. Kuna swali hapa la kizushi. Nadhani huyu ni mzazi wa kiume, anaitwa Hamso Manyonyo. Anakuambia ni sawa baba kwenda dukani kumnunulia sodo mtoto wake ama mpaka mama? Mwambie pongezi kama ameweza kufanya hivyo. Is the best. We are the best dad. Advocating for young person, for fathers, for brothers, for grandfathers to be part and parcel of this girl child. Mnajenga uhusiano katika familia. Yule mtoto wa kike ana trust pia watu wake wa karibu. Bearing in mind mambo ya dhulma kijinsia within family setup pia. Kwa hivyo ni nzuri na encourage makina baba pia waweze kucontribute katika maisha ya mabinti zao. Wanapokuwa wakubwa wanajaribu kutafuta wale wenzao, wanasema mimi ningependa mwenza kama babangu vile alivyokuwa, na atakuwa ni kama mfano bora ama role model. Kuna mmoja aliniuliza tukiwa maskani pale ya kwamba mke wako akiwekwa ile coil, je, kuna high possibility wakati yeye na mpenzi wake anafanya mapenzi kuweza kuigusa ile coil? Okay. Unapowekwa ile coil the first 7 days unaambiwa either mtumie condoms, manake at that particular time bado ile coil yenyewe ndio imejialign katika uterus yako. Unipata? So ikiwa imewekwa vizuri,
hata ukifanya mapenzi ile string hautaihisi. Lakini kumbuka huyu ni mwanamke anapata hedhi. Na kila akipata hedhi kuna zile hedhi zinakuja na uzito. Inakuja so ikikuja inaweza kudislocate kidogo ile coil. So baada ya kumaliza hedhi, pengine mshikaji wako akakuingilia akahisi kama kuna string kidogo. Na ndio maana unapoweka unaambiwa nenda check up. At least ukishaikwa, then first month unaenda check up, then after 6 months naenda check up, then yearly. Ni vizuri sana. Zinakuwa tucked in. It's even a small problem. Inatakiwa in mali pazuri, inashikana na mwili wako. Okay, muda pia unazidi kuyoyoma. Naona tumesalia na dakika 8. Labda tunapomalizia tu, ushauri wako kwa vijana na wazazi ni gani? Na iwapo mtu labda ana tatizo angependa kuzungumza, ameshindwa kuzungumza na wazazi, labda ameona mimi Razia ndio mtu ambaye naweza kumueleza sababu anauelewa zaidi, anaweza kakupata vipi? Haya, asante sana. Mimi kwa ushauri kwa vijana, kuvunja ungo ni another important stage ya maisha ya kijana. Na unapovunja ungo unahitaji watu wa karibu ambao watakuelekeza karibu. Watu wa karibu ni wazazi wako, ndugu zako wakubwa waliopitia hiyo changamoto, na mtu yoyote ambaye ana play positive, yani ana play positive katika maisha yako. Na always usikae na shida. Vijana wako na shida. Mtu yuko kwenye mahusiano amependa, lakini sasa amekataliwa, anajiingiza katika mihadharati, mwisho anataka kutoa uhai wake kwa sababu ya mapenzi. Pengine yule si Mungu amekuwekea, pengine kuna mzuri zaidi ya yule. Kwa hivyo naomba tuwe na subra vijana jamani. Kuna hiyo moods na kutaka kujua zaidi. Ukitaka kujua zaidi, basi si uje hospitali tuweze kukuelezea mabadili. Tukisema service, youth friendly service, si lazima uje upatiwe family planning. Kuja tukupatie hiyo information. Ushauri. Ndio sasa ukishapata huo ushauri, wewe mwenyewe utajishauri. Nikifanya hivi matokeo ndio haya, nikifanya hivi matokeo ni haya. Then you are able to make informed decision zako mwenyewe ambazo utasimama nazo, kwa sababu ni wewe ndio umemake hiyo decision. So mimi hupatikana katika sub-county 2, ni ofisi zetu za Kisauni, tuko Utange pale. Ofisi zetu za Nyali ziko pale Kongowea Market. Ukiingia ofisi za tourist, mwisho pale kabisa kuna msikiti, alafu kuna ofisi ya mwisho imeandikwa Department of Health. Kwa hivyo napatikana hapo. Nambari ya simu 0722 875 586. Kinipigia na kurifaa kwa respective wahudumu wa afya, kwa sababu mimi ni mtu mmoja, lakini ukiona unahitaji zaidi, one on one through a call, I can make appointment. Ata fee ama you do the services for free? Sisi ni wafanyakazi wa umma, kila kitu ni bure. Thank you so much. Okay, msikilizaji, ikiwa umeweza tu kupitiliwa na ile namba, atakuwa anatuachia, alafu tutakuwa tunakusomea. Lakini kwa sasa niseme shukran sana kwa wale wote ambao wamekuwa pamoja nasi tangia tunaanza kipindi hiki mpaka kufikia sasa. Mmekuwa watu wa maana sana, labda nitakuwa sijawafanyia haki nisipowataja. DJ Sulesh, presenter Elijah, Bihija Saif, Jackson Kahindi, Peter Mbonge, Joshua Kadere, Hamso Manyunyu, Lucy Sugar, na Vadho Evans, Hussein Kadi, Biti ya Babu. Shukran sana kwa wale wote ambao wamekuwa wanategea chini ya maji. Yamekuwa masaa mawili amazing, masaa mawili ya kujifunza mengi. Na kumbuka, ukiwa na swali, ikiwa unatatizika pale nyumbani kwa njia moja ama nyingine, reach out to your friend, ama kama unaona pia hezi kukusaidia, Dayo Radio tuko hapa kuhakikisha kwamba we link you with the professionals ambao wanahitajika. Kama tembelea dispensary ambayo iko karibu na wewe. Kabisa. Wengine wanasema wakifika pale wanaambia na UTI mtoto mdogo meoko tapi. Wapo friendly enough. Lakini kwa usaidizi wa Razia hapa atakuwa na kuelekeza kwa njia inayostahili. Tukutane tena kesho panapo majaliwa. Niite Susan Umazi, kipendo na niite mtoto mzuri, mtoto wa Kirabai. Bwana, mimi ni Rajab Rashid. Tuonane kesho majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Enjoy your festive season.